Good. Ege muna mwero rewito hare hole uletu gidina bere na dereti ya utetina utogori ya furoline tena mheshimiwa David Ole Sankog ni wagurukiyo ni kiama kia Jubilee au metakore ya county ine ya Narok. Ado ni marake na muno ni udu olea uralia ni olea uratetera mwena waku wa kiama dhini wakuri ya buge. Aligi maragwa tumekupigia salute kwa sababu ya vile umeongea uendele hivyo nori ule hena mudu mwekuma kuri ya county ine ya Nyeri dakoro dona haha areto getoga. Uliza mheshimiwa kwa nini county zingine hakuna walemavu walipewa nomination, Nyeri ikiwa ya kwanza? Mbaya sana. Mtu moja anaweza kuwa appointed mara mbili. Tafadhali saidieni kila mtu aweze kupata haki yake. Nilitoga hiyo ilikuwa makosa ya IEBC. Kwa sababu kuna kaunti 20 ambao hawana mlemavu katika county assembly. Kuna kaunti 17 ambao iko na mlemavu mmoja, na article 171 inasema ya kwamba kila county ikuwe county assembly ikuwe na walemavu wawili, mama na mwanaume, ili waweze kurepresent matakwa ya watu walemavu. Na hiyo inapatia priority to persons with disabilities. Sasa kuna kikundi ambao ilikuwa inajiita marginalized, ambao ni ya watu 8. Sasa IEBC ikapatia priority youth, marginalized communities, workers, na ikasahau watu walemavu. Na hiyo ni technical problem ambao IEBC inafanya. Kesi iko kotini. Okay. Imepelekwa na National Council for Persons with Disability na watu wengine ambao wanatetea haki ya watu walemavu, na itasikizwa tarehe 20. Lakini I hope kufikia tarehe 20 IEBC itakuwa imerekebisha hiyo list, kwa sababu it have contravened our constitution. Hujumu katiba yetu. Na hatuwezi kubali maneno kama hao. Kwa sababu lazima tukue na walemavu 94 MCS kwa saa hizi. Sawa. Haya, kuna mwingine anaitwa Robert Kimotho. Tori horo besha niliapply hizo pesa ya walemavu since 2013 na mpaka wa leo kama usijapata hizo pesa. Nimejaza form 4 form inya na bado stile ila igira na nederashi daga gwekate. Tunataka kujua alikuwa na apply pesa gani, kwa sababu kuna ya cash transfer to severely disabled. Sasa ikikuja to severely disabled lazima ikuwe ni mlemavu ambao ni mkono ya mtu tu ndiye anamsaidia. Kuna wengine labda wako na ulemavu kama mimi natumia crutches, alafu ana apply cash transfer. Hiyo hawezi pata cash transfer. Kwa sababu cash transfer ni mshahara ya kila mwisho wa mwezi kwa wala ambao hawajiwezi kabisa, ambao tunapatia kila mwisho wa mwezi na tunawapatia NHIF card ili waweze kutibiwa bila malipo katika hospitali. Grace kumaka zarani roga kama uwo mwobe turahira mwaki President ya kwenda ado tashio ado malaria uria kuri na mareta giciko no tigishakuri nurake ni ado ijimuno he mundu reto olo iskumaru ai arogo meongea poa na uko chonjo ni dire mwana oyo kana mwana oyo akinya ni umemerekia mundu gena ko gitwa musoku mamo yarauga twetirwa mundu wa NASA. Okay, onake atwire mararega idurano ni tondu wake. Nigugaria muno kuna kana he mundu aragia ruru withini wa NASA ingirehe nige ndio atangule nimnyoroshe vizuri kama Mudavadi. President nera mwariria bunge uraigure gwate na kuambia ile speech ambao president wetu alipatia nimesikiza kwa makini sana. Ni speech ambao naweza compare na hotuba ya Martin Luther King, kwa sababu ilikuwa speech ya president ambao ako mnyenyekevu, humble, committed, devoted, God fearing, genuine, honest, intelligent, loyal to his people, obedient, and a president who loves peace, who practice peace, and who preaches peace. Yeye ni mtu mwenye anapenda amani, ni mtu mwenye anahubiri amani. President aliongea akisema ya kwamba yeye ni rais wa nchi ya Kenya na hakuna rais mwingine, hakuna vacuum mwingine. Rais watu wengi
wamefikiri kwa sababu ya upole yake na kupenda amani ati yeye ni muoga. Lakini wale wengine leo tumeanza kuona rais wa mpito. Leo tumeanza kuona rais ambao character ya Jomo Kenyatta imeanza kujitokeza ya kusema yeye ndio hako na amekalia kiti na amekalia na matako yote mbili na bila kusumbuliwa. Tigaogo rende no wale yake marauga ni wa mpito ndio gweta gikaro kia bunge ni maragira ginya kuingira thini wakamiti bunge na maundu mage tamashi si hao kukataa kuingia kwa kamati ya bunge walishindwa kusikizana na waongee ukweli hawataisikizana. Tunakumbuka hata miaka 4 walikuwa wanazunguka kama marinda ya wamama wakitafuta sijui kusikizana kuleta nini. Haya wameshindwa kusikizana na wasome katiba. Nataka kuwaomba kwa heshima waende wasome katiba yetu. Rais mwingine ataingia tu wakati amekuwa sworn in na instrument of power have been handed over. Unakumbuka 2003 tulifanya Uhuru Park. Instrument of power were handed over by Moi to Kibaki. Unakumbuka 2013 tulifanya pia. Instrument of power were handed over by Kibaki to Uhuru Muigai Kenyatta. Saa hizi mpaka until that time when the other president have been sworn in hata baada ya kuinua Biblia na bado instrument of power hajapatiwa na anything happen wakati ambao anapatiwa instrument of power baada hajakuwa rais wa Kenya. Kwa hivyo tuko na rais mmoja saa hizi yeye ndiye amekalia kiti, hakuna vacuum na sheria inasema ya kwamba rais aite kikao ya kwanza ya bunge. Rais wetu aliita kikao ya kwanza ya bunge and thank God wala ambao wanako na porojo ni wachache. Na sijui hata wanasema hedera matego kadeni wa bunge le hedera president atare na kunyitwa baru ni tanu vya furulire usogire tikati mwana mwana kule furuli nusu gani hiyo unasema ya furuli kwani bunge tuko wangapi? Tunaweza kupitia sheria kama tungekuwa nusu tena watu kiatu wakudi ogo na muhimu hetoke maadho furuli soke kule wale kwani tumekuwa tukipitisha namna gani? Si tumeelect speaker hawako hapo. Yes pitisha tumeform committee no do wa wegewa ni bunge na muhetokia. Yes, and we cannot apologize for being many. Yes, majority, we have majority of Kenyans. Hatuwezi apologize ati kwa sababu sisi ni wengi. Kwani democracy ni kusema nini? Democracy ni kusema ya kwamba ni wingi wa watu ndio na watu wakiema wa goma tena maoga na kole ya lugha na ni todo mureje na mtoto nyuma ndio gani mbele ndio kusema mbele ndio kusema ya kwamba majority have their way, minority have their say. Tumewasikia venye walikuwa wanasema watake Muturi, lakini majority walikuwa wanataka Muturi. So majority have their way. Tumewasikia walikuwa wanataka wa elect Raila, lakini majority wame-elect Uhuru. Kwa hivyo majority have their way. Na unajua ni funny sana. Wewe unasema ukuji president akifungua bunge na ulikuja kiapo ya bunge. Na in fact si atu hayuko hapo. Wako hapo wakizunguka kila wakati tunaona wanakuja kula chakula ya bunge kwa sababu ni cheap, wanazunguka hapo wanakuja kutungulia. Angalia kamera yako vizuri utawakuta tu ndio wanazunguka hapo. Siji they must grow up, they must mature. Horera hete maro iga maudo maidura no maroro wega nigetha mathigi thura no ine na muhotani ahotane na njira ina umanake hoto ri na sera hetiri hamwe shimi wa Sankok nikuga kiwanja giki gya githurano githondekwo ria kiagiriire mawatho na mitaratara ya githurano ikirwo ria kwagiriire tondu marauga mari na wira hoto mahotirwo githurano kiria kirega na ngiurio kama mwana ukana mwana uria kama itakuwa immaturity kama hiyo na upuzi kama hiyo hata sisi tutasema kura wa Kenya walipiga, tuhesabu hiyo kura yenye wa Kenya walipiga, hatutaenda kwa uchaguzi tena. Lakini kwa sababu tuna heshimu Supreme Court, independent institution, walisema IEBC bila kuweka masharti ipange uchaguzi within 60 days, na ndio sisi tunafuata hiyo uamuzi wa Supreme Court. Lakini kama kuna nafasi ya kurekebisha ruling ya Supreme Court, kwanza sisi ndio tunataka kurekebisha bwana, kwa sababu hii ni upuzi hata tulifanywa. Wewe unafikiri wewe umeshinda election alafu na 1.5 million? In fact Uhuru, kama ni mimi ndio ningekuwa Uhuru, haki ya Mungu uchaguzi ingechaguzi. Acha. Lakini lazima tuongee ukweli. Wewe umeshinda na 1.5 million. Kenya saa hizi
is economic sabotage. Already Kenya tutatumia 14 billion kuandaa uchaguzi mwingine. 14 billion inaweza tengeneza more than 100 kilometers ya tama. Bado tumepoteza kwa National Stock Exchange 131 billion Kenya shilling kufingia leo asubuhi kwa sababu ya hii uchaguzi. Sisi mahoteli ya Mara saizi hakuna wazungu wanakuja, wamecancel kwa sababu mpaka baada ya uchaguzi. Biashara tumepoteza, hata importation tumepoteza, investors, donors tumepoteza kwa sababu ya hii uoga ya uchaguzi itaenda namna gani. Na uoga yote inawekwa na watu wanafu. Hata sisi tuko na malalamishi. Lakini tulisema haya, nyinyi mlifanya decision yenu. Maraga mnafanya decision yenu. Tutafuata. Lakini baada ya hiyo tukuje tuulize hiyo leo nasikia ati wanakuja kutuambia justification ya kunalipa hii kwa. Tunataka kujua hiyo justification. Baada hiyo kama bunge tutajadiliana. Hii Mariana Serali ya Kanerago tamako ni githurano giki turorete matire na fata Mheshimiwa Sankok. Matayanĩrio matikaiguo. Ugo ni gorenda kuga. Kwani koti wakati ilikuwa inafanya uamuzi haikujua kulikuwa na shida ya uchaguzi. Na wangesema koti ingesema IEBC rekebishwe ama tutafute kamati nyingine yenye inaongozwa na Ida Odinga iandae uchaguzi. Lakini Supreme Court hapana bana, hata Ida ni Mkenya, ataweza pia pata kazi hapa. Tunasema ya kwamba IEBC ilisema yani Supreme Court ilisema IEBC ipange uchaguzi within 60 days. Hiyo ndio uamuzi sisi kama Jubilee tunafuata. Hatufuati uamuzi mwingine ya watu wengine raia wanajiita principle ama uamuzi ya kando kando. Tuna hiyo, na ndio sababu wakati huu ilitangazwa rais wetu kwa sababu yeye anapenda amani. Within hours au wa barabara kuomba kura tena kwa wananchi. Kuomba tena na ulijua uliomba na ukapatiwa, lakini akarudi tena within hours. Wale wengine sasa ni press conference. Kutoka hapa mpaka kutoka Kibera press conference. Sasa kura watabara namna gani? Alafu to make matters worse. Hey, acha Mwenyezi Mungu atusaidie. Vice President mzima, mwenye alikuwa Vice President, hadi sasa anababana na bana ya M-Pesa na kabakuli kolo kuomba sijui pesa. Olera. Hata ni mzuri William Ruto, hata nashukuru Mungu William Ruto alitoka hapo. Unajua William Ruto amekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu, na mimi najua ni mtu mcha Mungu na ni mtu roho safi, na huko alikuwa angetumiwa vibaya. Kama sasa ni kolo alifanya mzuri kutoka huko bwana. Huyu watu wanafanya Wakenya wa reke tu goli yodoge ni horo. Na kama wewe endelea kuombea our former vice president bwana, azitumie hivi bwana. Juzi pia ninaona ati yeye ndio secretary anasema Raila anakuja tokeni. Si kama uliona hiyo video? Reke tugane nake na kiotoge akionake lazima aondoe Mungu. Ni horo wa mati nyo tongoria awale mavu ni nyumwe tongoria na mbeca ciao. Murea bia cia wale mavu. Sisi ni watu wa Mungu. Wakati nilifika National Council for Persons with Disability kulikuwa na shida. Sisi wote ni wa Mungu. Ya accountability ya pesa. Kuna wengine wa TB Chalala. Na hiyo sio ndimi za Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu wakati niliingia National Council for Persons with Disability, wale mavu pesa ilikuwa inapotea. Tukaweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba pesa inafikia walemavu wenyewe. Na ndio sababu 2015-2016 auditor report National Council for Persons with Disability was declared the cleanest state corporation in Kenya. Kwa sababu tulihakikisha pesa inafikia wale ambao wanatakiwa. Tuliweka mikakati ya kuhakikisha kwamba hakuna kupoteza pesa. Kwa hivyo kwa saa hizi I am proud ya kwamba nilikuwa kiongozi wa walemavu, chairman wao kwa muda wa miaka 3. Na baada ya kumaliza miaka 3, mimi mwenyewe niliretire voluntarily. Nikasema hii kiti sio ati ni inheritance ya baba yangu. Wacha niwache ndio mlemavu mwingine akuja ajijengee jina na pia aonyeshe uongozi mwingine, kwa sababu that is what democracy say. We pave way. Hata Nelson Mandela alienda kwa term moja, na baada ya kumaliza term moja yeye aka retire ili mtu South Africa mwingine apate hiyo nafasi. Na niliretire voluntarily, na hata watu wengi walishangaa kwa nini ninawacha. Yes, it is sweet hata pesa yenye nilikuwa napata ama ile mshahara yenye nilikuwa napata na allowances. Lakini democracy is very sweet. Na ndio sababu tunashangaa
Huyu mzee ameshindwa miaka mara 4. Anaenda kushindwa mara ya 5. Is that democracy? Huyu mzee amefikisha miaka 70. Katika serikali yetu ya Jubilee, mzee yeyote mwenye amefikisha miaka 70 tunampatia pesa ya cash transfer 2,200 kila mwisho wa mwezi. Sasa badala yeye akuje tumsaidia just form ili hata yeye kama wazee wengine katika moja kidogo. Alafu pia wazee wote saa hizi hakuna sheria, na ndio tunamwambia wewe kuja jaza form badala ya porojo mingi. Alafu tunamwambia pia watu wazee wa miaka 70 tunampatia kadi ya NHIF. Moja kadi ya NHIF ni kuhakikisha kwamba yeye akienda hospitali anatibiwa bila malipo. Kwa sababu juzi Raila alisema huko watu huko, sijui kama nakumbuka, Mombasa ako na ugonjwa yote hii ulimwengu, food poisoning, ako na cholera, ako na diarrhea. Tukaita maambulance, akapeleka hospitali, madaktari wakaeka hali ya taharuki na akayako kwa stretcher. Only for a doctor kumwambia ulisahau kukunywa maji, akapatiwa lita moja. Mheshimiwa ni kuigatora higa kiria kia mwisho maundu macio waria murugamo uria wewe naguo wa kiuteti ni urona tare wagwaka bururi kana waguthukia bururi. Ni ya kutengeneza nchi yetu. Nimesema tunataka uchaguzi, hivyo ndio Wakenya wote wanataka, ili tuendelee mbele na tufanye biashara yetu. Tumesema tuunganishe Wakenya wote ili kila mtu akuwe na nafasi yake bora. Mimi mwenyewe niliretire ili mlemavu mwingine apate nafasi, tupatie wengine, tupishe watu wengine wapate nafasi. Hiyo ni maneno ya kutengeneza nchi, sio ya kudestroy nchi. Maneno ya kudestroy nchi ni kusema ya kwamba hatutakuja uchaguzi na tutahakikisha ijafanyika. Nike tuma dorame wathe marakare muno moneka mwana hasira kurakara kuingi. Unajua bwana ndugu yangu, kama mguu ilienda kama mguu ilienda na unanyanyazwa kwa muda mrefu, sasa lazima pia na wewe ujitafutie space, na kujitafutia space kabisa. Na ukilete mchezo na pita na wewe, na hata nikipita na wewe, unajua mimi ndio niko na machuma, hata naingia pale nilikuwa na hiyo machuma naruhusiwa, hakuna mwingine ako na wipo nuko ndani, na nikigonga tukienda kotini mimi ndajifanya hivi, jaji aseme mlemavu ndiye amechapa ama niseme nilikuwa naanguka alafu miti kabu. Bana lazima tujitafutia space. Hatuwezi kuwa unasikia walemavu wengine walikuwa wanawekwa katika zizi la kondoo. Uliona walemavu wenyewe nilienda kuokoa katika zizi la kondoo, wamewekwa miaka 10 huko. Unasikia mama anasema niko na watoto 5 na mlemavu mmoja, kwa sababu sisi hata sio kama binadamu. Unasikia ile majina ambao tunatajwa, kiwete, kisini, kipofu. Hiyo ni vitu ya non living things, majina ya non living things kama kiti, kitanda. Unasikia hiyo majina tunapata. Lazima sasa tujitafutia space, na wakati ambao tumepata tunahakikisha kwamba tumekalia sawa sawa na tuko gangani, na ukilete mchezo utaingia laini. Ndio mheshimiwa Tegekinya hapo etago mheshimiwa David Ole Sankok na wakoma kura Naroko anominete toni kiama kia Jubilee direct yo tukunekinya hau jorwa gede jina regirana ndagitari kwarereria uhoro wege merimo na dawa ndagitari Joki Fernandez no mbere one tukwamba kuinerwo ni aine aitoshoba na bendi yake na tutumamenya makeria ni dithiete ndio goko nitagwo kama waka ngethe kitagwo ko kumagu.